Na wewe ambaye unanisikiliza saa hii, baraka na amani iwe juu yako. Karibu tena kwenye channel hii ambayo inaitwa Mambo Yote. Kama hujafanya subscribe, hakikisha kwamba umeifanya, ili sasa somo likitokea uwe wa kwanza kupata kulijua, uwe wa kwanza kulipokea. Haya, na nataka nikutangazie au nikuwasilishie vipingamizi 10 vinavyomfanya mtu asisonge mbele au asipige hatua. Kitu cha kwanza ni hofu. Watu wengi wanaogopa kushindwa, kukataliwa au kuanza kitu kipya. Inabidi sasa, ili uweze kufanikiwa katika maisha, kwanza uondoe hofu, uwe mshupavu, uwe mjasiri, uweze kupigana kwa nguvu zote, kwa bidii. Hapo sasa huna budi kuweza kufanikiwa. Kitu cha pili, kukosa malengo ya wazi. Watu wengi hawana lengo. Unakuta mtu anatembea hivyo na vile bila kuwa na lengo lolote ile. Sasa akifanya kitu na hajakuwa na lengo linaloonekana, kakuta anafanya vitu tu kwa kuwa wengi wanavifanya au wengine wanavifanya. Hilo sasa likamtuma asifanikiwe haraka. Na unapokuwa na lengo la wazi, ni lazima ufanikiwe, kwa kuwa unapokosea au unapoenda kinyume, unajikosoa wewe mwenyewe, kwa kuwa unasema haya ninayoyafanya hayalingani na lengo nililojipa. Kitu cha tatu, kujidharau. Watu wengi unakuta wanajidharau, wakasema kile kikundi mimi siwezi ingia, au pale siwezi toboa, ili siliwezi. Huo ni wadui mkubwa sana. Unakuta watu wanajidharau, akaona mimi siwezi. Kwa nini huwezi? Wewe una mikono miwili, una miguu miwili. Wengine wako hivyo, wameumbwa hivyo. Sote tumeumbwa namna moja. Sote tumezaliwa kwa kulia. Hakuna aliyezaliwa kwa kucheka. Kwa nini sasa wewe usiweze wakati wengine wameweza? Inabidi sasa ujiheshimu kwanza, ujikubali. Kitu cha 4, uvivu na kuahirisha mambo. Usije ukawa na uvivu au uahirishe mambo. Unakuta mtu anasema nitafanya kesho. Ujue ya kwamba muda wa kuishi ni leo tu, kwa kuwa hakuna ajua ya kesho. Usilaze kitu, usilaze kazi. Fanya hivi. Kuna msemo wa Kiingereza wanasema just do it. Fanya kitu leo, kwa kuwa ndo unajua. Fanya sasa. Ujui na hata dakika inayofuata itakuwaje. Huenda dakika hii ni dakika yako ya mwisho. Fanya sasa kile kilicho moyoni mwako. Haya, kitu cha 5, kusikiliza maneno hasi ya watu. Maneno ya watu wengi nakuta ni wa kukuvunja moyo tu, wa kukatisha tamaa. Ukakuta usiruhusu maneno ya watu wengi, wale ambao wanakuvunja moyo. Unakuta mtu kimwambia mimi naenda kufanya hiki, ukakuta nakwambia we hutaweza. Unaona wale ambao wanafanya wale utawashinda kweli? Hayo yote yakakuja
kukatisha tamaa. Kwa hiyo inabidi uwe mwenyewe, uwe pekee, uchukue maamuzi yako mwenyewe. Kitu cha 7, kuwa na mazingira mabaya. Hilo linaingiliana na hili la kusikiliza maneno ya wengine. Unakuta mtu tukisema marafiki tukisema mazingira mabaya, hapa tunazungumzia marafiki. Unakuta mtu ana marafiki ambao hawamtii moyo, marafiki ambao hawamuungi mkono, wale ambao wanakuja kula alichotafuta tu, wale wastarehe tu. Na nakwambia utakapojikuta katika kundi ukaona kwamba ni wewe ambaye uko juu ya wengine, hakikisha kwamba uko katika kundi lisilo. Badilisha kundi, nenda katika makundi mengine ambapo watu wanakuzidi, wanaweza kukukuza na wewe. Ila usisahau wale ambao nao unaweza kuwakuza, ila usikawie hapo pale ambapo ni watu wa chini. Nenda kwa watu wa juu ili waweze kukukuza. Kitu cha 8, kukosa maarifa au ujuzi. Inabidi sasa uwe unajifunza mambo mapya. Watu wengi hawapendi ujuzi. Unakuta anaingia katika kazi ambao hajatafutia ujuzi, hajasoma kwa hali na mali. Inabidi sasa uingie katika kazi ambayo unaijua sana. Unasema wanaingilia hapa, unatobolea hapa, inafanywa hivi, vipingamizi ninavyoweza kukuta ni hivi, na ukajiandaa mbele ili usije katumbukia katika shimo. Kitu cha 9, kutochukua maamuzi. Kila ambacho wanachosema kupata risk. Watu wengi wanaofia risk. Inabidi uwe na maamuzi fulani. Usiogope, yani tumika, iwe isiwe, tumika kabisa. Usiseme hapa nitapata hasara. Hapana, huenda usipate hasara, huenda ni kazi yako ambayo itakusongesha mbele. Chukua riski. Hiyo ni kitu cha 10, kukosa msaada au mtandao wa watu. Watu wengi wanashindwa kutoboa kwa kukosa watu ambao wanaweza kuwasimama mbele na kuwaongoza. Inabidi sasa katika njia unayoifuata, inabidi uwe na mentor, mtu ambaye anaweza kukuongoza. Angalia wale watu ambao wamefanikiwa katika jambo ambalo nataka kukitekeleza, na uwafanye marafiki ili waweze kukwambia kitu kinachoweza kufanya, au wakupe msaada fulani. Si msaada wa kipesa tu au wa kiuchumi tu, wanaweza pia kukupa msaada dhahania, msaada wa kimaneno ya nguvu. Hapo sasa hayo yote yanaweza kukusaidia. Acha sasa nikupe bonus. Kufungwa na hali ya zamani. Usiangalie eti sisi tangu zamani tulikuwa maskini, tangu zamani tulikuwa hatupigi hatua. Hapana, usifungwe na hali ya zamani. Sasa haijalishi ya kwamba umezaliwa katika familia ambayo haijasonga mbele, haijalishi umezaliwa umaskini, ila tu tuseme hilo ni kosa la wazazi wako, tuseme, ila kufa maskini itakuwa tatizo lako. Sasa tunakurejelea na wewe, itakuwa tatizo lako. Inabidi uchange hali, inabidi ubadilishe hali. We mwenyewe unaweza.
katika kazi za bidii, katika kazi za akili, utatoboa na kwambia. Kama umependa somo hili, usisite kuweka like yako na weke comment yako katika kisanduku cha maoni, kwa kuwa yote yatakuja kutusaidia na yatatutia moyo, ndio, na ugawe katika wengine waweze kufikiwa na masomo haya, ili tuweze kupanua familia yetu. Haya, katika Facebook naitwa Mambo Yote pia, usisite kunifuata kote.